kwa namna ulivyozungumza mkuu wa mkoa Chalamila. Nimeona umezungumza kama kiutaalamu zaidi. Juzi nilikuwa pia namsikiliza Dr. Kitime. Padre Kitime. Kwanza niweke interest. Padre Kitime mimi kwangu ni boss. Ndiye aliyeniajiri chuo cha St. Augustine. Mimi nikiwa assistant lecturer. Na pia ni kiongozi wetu wa kiroho. Mimi ni Mkristo Mkatoliki. Na katika Ukristo wangu Katoliki huwa pia nina uwezo pia kuweza kuangalia mambo kiroho pia. Kwa sababu pia nasali. Na huwa pia na confess. Kwa juzi katika statement pia nilikuwa nasikiliza, na ambayo hapa pia imetamkwa hapa katika ule waraka imetamkwa kwamba askari wa jeshi la polisi walikuwa wanakwenda kwenye hospitali ya dini ya Katoliki kuzuia watu wasipate matibabu. Sasa hili nalo ni moja ya mambo ambayo ninyi wahalili na watu wengine vile vile tunakaa pia kusemezana kwamba polisi hawa wanalinda huku amani, alafu muda huo wanatoka kwenda hospitali kwenda kusema msitibu hawa. Mimi nadhani tunaweza kuwa na hoja nzuri sana ya kuisaidia serikali, lakini kamwe tusipresent hoja kwa mihemuko. Tusipresent hoja kwa mihemuko. Unaweza kuwa na hoja nzuri sana, nzuri mno, nzuri sana, lakini hoja yani tusipitilize sana, tukahamisha hoja ya msingi ya kulihudumia na kuliponya taifa ikawa ni hoja ya harakati. Niliwahi kwenye kikao kimoja cha dini niliwahi kuzungumza siku moja kwamba mimi ninavyomuona kiongozi wangu wa dini, ninavyobendi namna hii kumsalimia kiongozi wangu wa dini, ninavyofanya hivi, sifanyi hivi kwa sababu namuona yule kiongozi wa dini on himself. Nafanya vile kwa sababu naiona taswira kwangu mimi Mkristo, naiona taswira ya Yesu Kristo kwake yeye. Sisi tunamiliki mahospitali hapa Ukonga, hapa Kardinali Rugambwa. Askari anaenda pale anawaambia sisi usiwatibu hawa tunataka tuwaone kwenye mochwari, usiwatibu, walikuwa wanaleta vurugu. Mtu ameenda ameumia, amepigwa risasi, lazima tumtibu. Angalia, watu walikuwa wameamua kukaa ndani, wakawa wanafuatwa tarehe 31 wanapigwa risasi. Watu wanaenda kuwindwa kijiji, mfano nimekwambia kijiji kinaitwa Ndaga Mbeya kule, ukaulizie huko. Mtoto ameenda kukuta vijana wako 3 ndani ya nyumba, wakapigwa risasi wote 3 ndani ya nyumba. Kwani usiwakamate wafunge kamba? Sasa kusema watu wasitoke ilikuwa kama kudhibiti wasiendelee kuwawa, wasiendelee na uharibifu, tungeona. Lakini tulishangaa pia watu wamekaa ndani wanauawa mitaani huko tena. Nanyi tulijiuliza sasa ilikuwa na maana gani kuambia watu wakae ndani afu mauaji yanaendelea? Lakini hilo tunaachia vyombo vya usalama, nadhani vina mbinu zao katika hali ambapo watu wamepoteza maisha wengi kiasi hicho. Nadhani mmeona maiti zilizokuwa kwenye mochwari mbalimbali. Sio kama mnaelewa kwamba Kanisa Katoliki tuna vituo, tuna huduma, unaanzia dispensary mpaka hospitali zaidi ya 400. Sio kama mnaelewa nchi hii. Kwa hiyo hayo yaliyotokea, sijui Mwananyamala aliyotokea, na sisi tunayo. Na kuomba usimpige risasi mume wangu, lakini alimpiga mbele yangu. Tena sio kwa bahati mbaya, kwa sababu mtu anafyetua risasi 4. Hiyo sio bahati mbaya. Lakini walikuwa maaskari 4 niliowaona kwa macho yangu, na mwanangu akiwa ni shahidi, alikuwa anachungulia dirishani wakati babake anapigwa risasi. Samahani mwenyekiti, waliookota maiti ni polisi. Utaratibu wa kupeka maiti mochwari unajulikana. Hii takwimu inafichwa ili nini? Salamu alaykum. Umezungumza kama kiutaalamu zaidi. Sasa mimi naomba nikusomee maandiko hapa hivi kadha wa kadha ili upate kujua kwamba huyo Padri Kitime yuko sahihi na alichokiongea ni cha ukweli. Hajataka kuchengesha maneno, kwa sababu ninachokijua kwamba nyinyi watawala
hamtaki kuambia ukweli. Ikionekana kuna mtu kaongea ukweli, basi huyo mtu mnamvizia vizia sana, mtamtafutia makosa, mtamtafutia sababu, mara utampa kesi ya uhaini, mara utampa kesi sijui nini ya kuchochea, kwa mtatafuta kesi nyingi sana. Lakini kiukweli kasema ukweli, kasema ukweli. Sasa kwa lugha hiyo uliyotumia hapo hivi, ngoja nikusomee katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza na ile sura ya 20. Biblia inasema, yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Sasa kwa namna ulivyozungumza, kumbuka hapo hivi huyo padri Kitima alichokizungumza ni kitu cha ukweli kabisa. Aliozungumza ndio uhalisia wenyewe, ndio ukweli wenyewe. Sasa hapa Biblia inasema kwamba Mungu aliiona hekima ya dunia kuwa ni upumbavu. Sasa ngoja nikuongezee mstari wa 21 unasema, kwa maana katika hekima ya Mungu dunia isipopata kumjua Mungu, kwa hekima yake Mungu alipenda kumwokoa mwaminio kwa upuzi wa lile neno analolihubiri. Mungu alipenda kumwokoa mtu kwa upuzi wa lile neno unalohubiriwa wewe. Ngoja niache hapo hivi, ni mengi tu, ila hapo hivi nimekuonyesha tu. Sasa nyinyi mnachokipenda watawala, mnachokipenda sana. Ngoja nikakusomea maandiko hapa hivi. Ngoja nikusomee katika kitabu cha Yeremia ile sura ya 5 na mstari wa 30 na 31. Kitabu cha Yeremia sura ya 5 na mstari wa 30 31. Biblia inasema, jambo la ajabu la kuchukiza limetokea katika nchi hii. Manabii wanatabiri uongo na makohani wanatawala kwa msaada wao. Na watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo. Nanyi mtafanya nini mwisho wake? Sasa nyinyi mnachokipenda ni kuambiwa uongo. Mnachokipenda nyinyi ni kama pale Mwamposa anakuja. Kumbuka hapo awali ilikuwa kama mwezi wa 6 humo. Leo kose kama mwezi wa 6 humo. Mama Samia alishai kwenda pale kwa Mwamposa. Mwamposa anamwekea mkono pale anambariki, na Mama Samia naye anajibariki, anatoka pale amejibariki, anasema kwamba angalieni, Mungu ni shahidi, watu wote waliopo hapa hivi kimeenda kimerudi. Sasa nyinyi ndio mnapenda watu wa namna hiyo, lakini wale wanaowaambia ukweli kwenu nyinyi ni maadui. Sasa na nyinyi ndio mnaochangia kipande kikubwa sana wachungaji kuwa wanawatabiria maneno laini ya kipumbavu, maneno ya kijinga. Sasa hapa hivi ngoja nikakusomea katika kitabu cha Isaya na ile sura ya 30 na mstari wa 9. Uone kwamba nyinyi huwa mara nyingi mnajaribu kuwapa maonyo wachungaji, manabii ama mitume, ili wahubirie maneno laini, wasiseme ukweli. Wasije wakasema ukweli wenu, wasije wakasema ukweli. Sasa nimekwambia ni Isaya sura 30 na mstari wa 9 unasema, kwa maana watu hawa ni watu waasi, watoto wasemao uongo, watoto wasiotaka kuisikia sheria ya Bwana, waambiao waonaji wasione, na manabii wasitoe unabii wa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini, hubirini maneno madanganyayo. Nyinyi ndio mnawaambia sasa watu wa Mungu kwamba msitoe maneno ya haki. Tuambieni maneno laini. Tuambieni maneno laini. Ndio maana leo hii hata kama mnapotea, hata kama mko vibaya,
hata kama taifa linaenda kuteketea, mnataka tuwape mafundisho ya kuwabariki kwamba hapa hivi watu wa serikalini ama viongozi mko sawa, mnachokifanya kiko sahihi. Hata kama watu wanatekwa mko sawa, hata kama watu wanauawa mko sawa, watu wanapigwa kwa risasi mko sawa, watu wananyang'anywa vitu vyao, wanabomola maduka mko sawa. Ndio mnataka maneno kama hayo. Lakini nikija kuongezea katika kitabu cha Yeremia ile sura ya 26 na mstari wa 2, tutaona hapa hivi mhubiri ama mchungaji yoyote ile kazi yake ilitaka afanye nini. Basi ngoja tukasome katika kitabu cha Yeremia 26 na mstari wa 2. Bwana anasema hivi, simameni katika uwanja wa nyumba ya Bwana, sema na miji yote ya Yuda wajao ili kuabudu katika nyumba ya Bwana, sema nao maneno yote ninayokuamuru, sema nayo maneno yote ninayokuamuru, kuambia usizuie hata neno moja, usizuie neno hata moja. Waambie maneno ninayokuamuru, usiache neno hata moja. Usimwonee mtu aibu, usimwonee mtu aibu kwa kuwa huyu ni mtawala, kwa kuwa huyu ni kiongozi, kwa kuwa huyu ana mali, kwa kuwa huyu ni rafiki yangu, kwa kuwa huyu ni mamangu. Hapana, usizuie neno hata moja. Waambie maneno nitakayo kuamuru. Ukiendelea hapa hivi katika mstari wa 3 nasema, labda watasikia na kugairi na kuiacha kila mtu njia yake mbaya, ili ni agairi mabaya niliyokusudia kuwatenda kwa sababu ya uovu wa matendo yao, kwa sababu ya uovu ya matendo yao. Sasa nyinyi kwenye ukweli hamtaki kuambia ukweli. Ikionekana mtu akiambia ukweli mnachachamaa, yani inakuwa ni mvutano, lakini kiuhalisia ndio hivyo mambo yalivyo. Inatakiwa mambo ukweli, na ni Padri Kitima alichokifanya hapa hivi, hakuna kitu alichokipotosha, kaongea ukweli. Na uhalisia mambo ndivyo yalivyo. Mambo ndivyo yalivyo, ama ndivyo ilivyokuwa tarehe 29 na tarehe 30. Watu kuwa wameuawa kwa risasi. Sasa unaambia kwamba anayemiliki silaha ni nani? Kama si askari, anayemiliki silaha ni nani? Mbona hayo maneno hao wameongea wengi sana, sio Padri Kitima tu. Mbona wameongea wengi sana? Kwenye mitandao ukiingia huko wameongea wengi sana. Walikuwa nazuia watu kutibiwa na wengine wanahamishwa, sio wanapelekwa wapi. Mbona wengi sana wameongea? Kwa sababu umeambiwa ukweli. Ukweli sasa unauma. Tunajua ukweli unauma. Lakini maana ya mhubiri ama maana ya mtu wa Mungu ni kukuambia ukweli. Na ndio maana mnaona kwamba tuliwaambia ukweli awali. Tuliambia ukweli sana kabla mambo hayajatokea. Tukaambia huko mnakoelekea huko hakuna njia, geukeni. Hamkutaka kusikia, ndio maana mmeona madhara haya. Madhara yaliyotokea, kuua watu, kuteka watu isipokuwa na sababu, kusipokuwa na ulazima. Kwa sababu elimu yenu ya kidunia mnaamini kwamba mnajua. Lakini katika hekima ya kidunia Mungu aliona ni upumbavu. Mungu aliona ni upumbavu tu. Aliona ni upumbavu.